Movie yetu inaanza, mshikaji anampa pesa ombaomba na kumwambia nifate, kuna kazi nahitaji unisaidie. Wakaongozana. Tunarudi nyuma siku chache, mshikaji yuko nyumbani kwake. Mshikaji huwa amewawenga sana wanawake. Basi binti alimwandalia chakula. Mshikaji anaangalia hivi, anakuta amemwekea ubwabwa asubuhi. Alimuita binti kwa hasira. Ni mara ngapi nimekuambia asubuhi nahitaji chai na mikate? Wewe umeniwekea nini? Hebu toa uchafu wako hapa mezani. Basi mshikaji ana kisilani ni noma. Tunarudi huko kwa binti. Kuna mshikaji anaangusha pesa. Binti alivyo na roho nzuri, anamrudishia. Baada ya kumrudishia mshikaji pesa, basi binti aliendelea na shughuli yake ya kuombaomba. Alimuomba mshikaji mmoja hivi, mshikaji alimnyima pesa. Alimwambia, wewe unaokota pesa afu namrudishia mwenye nayo. Una shida na pesa wewe, siwezi kukupa chochote. Tukirudi nyumbani kwa jamaa, dada wa kazi akawa anapiga stori na mlinzi. Akawa anamuuliza mlinzi, hivi kwa nini bosi wetu ni mkali sana? Yaani kitu chochote bila sababu ananifokea. Hivi na kwako huwa anafanya hivyo? Mlinzi akasema hapana, mbona mimi naishi naye fresh sana. Pia umvumilie bosi wangu, ndo jinsi alivyo. Wenzako wafanyakazi wakija hapa huwa wanakaa siku 3 siku moja. Wewe umekaa siku zote hizo, mbona wewe unajitahidi? Tunarudi kwa binti. Kuna mtoto alikuwa ameangusha pesa. Mamake alimtuma dukani akanunue sukari na majani ya chai. Basi mtoto akawa analalamika dukani, naomba unisaidie majani ya chai na sukari, nimeangusha pesa, mama hawezi kuniacha. Wakati mtoto analalamika, kabidi aulize, huyu mtoto ana shida gani? Alielekezwa pale. Binti alivyo na roho nzuri, alimsaidia mtoto, akapata mahitaji yake, akamwambia siku nyingine kuwa makini ukiagizwa. Basi binti ni ana roho nzuri sana. Mshikaji kuna dili alikuwa anafukuzia. Alikuwa anahitaji mwekezaji kwenye kampuni yake, lakini mchongo huo ulishindikana kutokana na mwekezaji aliuliza, una familia? Jamaa akasema familia. Mwekezaji akasema namaanisha mke. Jamaa akasema hana. Kwa hiyo mwekezaji alikataa, hawezi kumwamini bosi ambaye hana familia. Basi jamaa alipofika nyumbani, akawa anamsimulia mshikaji wake swala lililotokea. Maana ilikuwa ni huzuni kiupande wake. Mwekezaji imeshindikana kuwekeza kwenye kampuni yake, anauliza kuhusu familia. Basi hilo swala lilimuumiza sana kichwa mshikaji. Huyu mshikaji anaitwa John, mshikaji wake anaitwa Chris, na yule dada mwenye roho nzuri anaitwa Suzy. Ni leo tena tunamuona John yupo kwenye gari anaongea na simu. Akawa anaongea na mwekezaji. Mwekezaji akasema nakuja baada ya wiki 2. Nahitaji kuwekeza kwenye kampuni yako. Je, upo na familia? Mshikaji baada ya kusikia swala la familia ilikuwa ni huzuni, maana mshikaji yuko single. Baada ya pale mshikaji alikuwa anaelekea site kwake. Kufika site kwake anakagua hivi mazingira, anakuta binti amelala kwenye chumba kimoja pale site kwake. Akamuita msimamizi kwa hasira. Akamwambia, nini hiki? Unaruhusu watu wao wanalala site? Iwe mwanzo na mwisho, nisije kuona tena tukio kama hili. Basi John alifoka siku hiyo, jumlisha na hasira ambazo anazo, ilikuwa ni hatari. Basi walimtimua binti. Basi John akawa anamkazia msimamizi wake, nikija kumuona tena binti amekuja kulala hapa site, kibarua chao kitaota nyasi. Basi msimamizi akasema ndiyo mkuu. Baada ya Suzy kufukuzwa kule site, alibeba box lake, akawa ametega sehemu aendelee na shughuli yake ya kuomba. John naye alikuwa anapita maeneo hayo na gari, akamwona binti. Alishuka, akamtupia pesa na kumwambia nifate, kuna kazi nahitaji unisaidie. Inaonekana John kuna wazo amepata. Basi John alijitambulisha pale, wakaongozana na binti hadi nyumbani kwake John. John alipofika nyumbani kwake akiwa na Suzy, alimuomba dada wa kazi ampeleke Suzy bafuni. Basi Suzy aliingia bafuni, akaoga. Baada ya kumaliza, akarudi kwa John. Lakini kufika kwa John, mchizi hadi anaziba pua, akiwa na maanisha kwamba Suzy ananuka. Akamwita mfanyakazi, wewe si nimekuambia mpeleke mwenzio bafuni? Mbona bado kuna harufu naisikia? Mfanyakazi akasema hapana, nilimpeleka, labda itakuwa ni gauni. John akasema nenda kamwazime mavazi yako. Baada ya binti kubadilisha vazi, ilikuwa afadhali. Wakapata muda wa kupiga stori kidogo. Akamwambia Suzy, hebu nielezee, wewe ni nani na unatokea wapi? Basi siku hiyo Suzy alijielezea. John akapata kumfahamu Suzy. Baadaye John na Suzy wako mezani wanakula. John akawa anajaribu kumwelekeza Suzy ni namna gani kula kistaarabu, lakini kwa Suzy alikuwa anakula kama alivyozoea. Mshikaji akapaniki pale pale, akamwambia hebu beba chakula chako nenda kalia jikoni. Baadaye
John akawa anapiga story na rafiki yake. Anamwambia huyu binti najaribu kumwelekeza hata namna ya kula, inashindikana. Basi rafiki yake akawa anamcheka sana. Huyu rafiki yake anaitwa Chris. Pia akamwambia kuwa mvumilivu. Ni siku nyingine tena akawa anamfundisha swala lile swala la kula. Lakini Suzy kwenye upande wa kula hakutaka kuonesha unyonge. Alikuwa anakula kama alivyozoea. Bado ilishindikana Suzy kula kama anavyotaka John. John alivyoona Suzy hayupo serious, ikabidi amwambie ukweli. Hivi Suzy, unajua kwa ajili gani wewe uko hapa? Kuna kazi nahitaji unisaidie. Kuna mwekezaji anakuja wiki lijalo na wewe nahitaji uact kama mke wangu. Kwa hiyo naomba uwe serious na usiniangushe. Lakini John alikuwa anaongea huko anafoka. Alikuwa anaongea kwa ukali sana siku hiyo. Baadaye John analetoa taarifa kwamba Suzy ametoroka. Maana alimfokea sana. Kwa hiyo waliondoka John na Chris kwenda kumtafuta Suzy. Walimtafuta siku hiyo. Hatimaye wakampata. Kwa sababu John hajui kubembeleza, basi Chris ikabidi ashuke kwenye gari ambembeleze Suzy. Paka Suzy alikubali. John na Chris ikabidi wamtafutie Suzy mwalimu wa kumfundisha. Mwalimu alianza kazi yake. Alianza kwanza na swala la mwendo. Ona Suzy anapopata shida kutembea na skonko jamani. Basi mwalimu alimfundisha Suzy namna ya kula, alimfundisha Suzy namna ya kuongea. Basi mwalimu akamaliza kazi yake. Suzy akiwa na furaha, ghafla John alikuja. Akamwambia usijisahau sana. Baadaye tunaenda dina, ndo tunaenda kukutana na mwekezaji. Naomba usiniangushe. Basi baadaye John na Suzy walitoka. Walifika nyumbani kwa mwekezaji, walikaribishwa pale. Wakaambiwa, niwahudumie nini? Binti haraka kajibu, tunaomba tuletee wine. Akataja na jina la wine. Basi John alishangaa kwamba binti amekuwa fiti kiasi hiki. Sasa binti anavyokunywa wine ikamshangaza kidogo John. Ikabidi amkonyeze kwamba punguza hiyo, maana binti hajawahi kunywa wine. Ila anavyoigugumia. Muda si mrefu mwekezaji alifika. Walisalimiana pale, akamuuliza baadhi ya maswali John, akamuuliza na binti, hivi binti, wewe umesoma wapi? Binti akawa anajingatangata. Anavyojingatangata mzee akasema anakuja. Basi John ikabidi aende naye Suzy pembeni. Akaanza kumfokea. Unajingatangata nini? Umesahau kila kitu ambacho nilikufundisha? Basi John alimfokea sana Suzy kiasi cha kwamba alitaka kumpiga pale pale. Akamwambia njoo turudi. Aacheka. Anamwambia acheke ili asioneshe hali yoyote ya huzuni. Walivyorudi wakina John, naye mzee alifika. Kumbe walivyoenda kule pembeni, kuna mtu aliwaona na alirekodi tukio zima, jinsi John alivyokuwa anamtreat Suzy. Basi mzee alipelekewa ile video na akagundua lengo la John ni nini. Pale pale dili lilibumbuluka. John pale pale alikasirika, akampokonya na vitu baadhi binti. Emblete, uwezi ukavaa hivi. Walivyofika nyumbani, uwezi amini John alimtimua binti. Akawa anamwambia naomba uondoke na usirudi tena. Binti aliomba msamaha lakini ilishindikana. Mlinzi akaja kutoa taarifa. Akawa anasema mfanyakazi ameondoka. John akauliza, "Je, na Suzy ameondoka?" Mlinzi akasema Suzy hajaondoka. Alivyokuta vyombo vichafu, akaona aoshe kwanza vyombo kwa sababu mfanyakazi saizi hatuna. Jamaa alisema anafanya nini kwa nyumba yangu hadi muda huu? Alimtimua. Lakini rafiki yake akaanza kumwombea msamaha. Akamshauri John, "Saizi angalia, hauna mfanyakazi. Embu mpe nafasi binti awe kama mfanyakazi." Basi John ndo kukubali. Kesho yake Chris anafika nyumbani kwa John. Anamkuta John, wanasalimiana pale na kumuuliza John, "Mfanyakazi wako yuko wapi?" John akajibu yuko jikoni huko. Basi Chris akaelekea jikoni. Lakini Chris anavyoelekea jikoni, kama John ameanza kupata kawivu fulani hivi. Jamaa kufika jikoni, anamkuta Suzy anaimba. Alivyofika pale alimsifia. Jamaa peke yake ndo alikuwa mkarimu sana kwa Suzy. Suzy na Chris wanavyopiga story jikoni, John alikuja, akawachungulia, afu akarudi tena. Chris alivyorudi sebuleni kwa John, John akaanza kumuuliza, "Mlikuwa mnaongea nini?" Chris akasema hamna kitu, nilikuwa namsaidia tu baadhi za kazi. Safi. Ni siku nyingine tena, jamaa anaongea kwenye simu. Jamaa anaonekana anataka kufungua kampuni mpya, maana kampuni alionayo biashara sio nzuri. Saizi anataka kufungua kampuni ya vyandarua. Lakini anavyoongea kwenye simu,
Binti alimsikia. Binti akaanza kujiongelesha kwamba kuuza vyandarua, angekuja kuuza kijijini kwetu angepata wateja sana. Jamaa likasikia, likasema, we kama nani na nani kakuruhusu uongee? Ulikuwa unasemaje? Kabinti kakawa anasema, nilikuwa nasema ukileta vyandarua kule kijijini kwetu, maana vinahitajika sana, utapata wateja. Basi alivyokuja Chris, John akaanza kumsimulia wazo lake la kufungua kampuni mpya ya vyandarua. Akasema ni wazo zuri. Akaanza kumsimulia na binti alivyotoa ushauri. Chris akasema, mbona binti ametoa wazo zuri sana? Basi binti walimpa kazi ya kutengeneza tangazo. Ina maana yeye ndo alilitangaza tangazo. Baada ya hapo aliliposti mtandaoni. Matokeo yalikuwa makubwa. Tangazo lilipokelewa vibaya mno. Jamaa baada ya kuona mtandaoni kwa mara ya kwanza toka movie inaanza, ndo tunamuona mshikaji anacheka. Jamaa alifurahi kinoma baada ya kuona mapokezi ni mazuri. Kesho yake tunamuona Chris amekuja nyumbani kwa John. Amemletea zawadi Suzy. Akawa anasema asante kwa kazi nzuri. Basi binti alipokea zawadi. Baadaye jamaa tunamuona amefika. Jamaa saizi amebadilika, amekuwa mkarimu kinoma. Basi John akaanza kuomba msamaha kwa Suzy. Naomba unisamehe kwa vitu vyote nilivyokufanyia. Maana mimi nilikuwa nakuona mjinga, lakini leo hii umenisaidia kitu kikubwa. Naomba unisamehe. Na pia nakupenda sana Suzy. Nahitaji nikuoe. Sababu iliyopelekea mimi kuwachukia sana wanawake ni namna mama alivyokuwa anaishi na babangu. Alikuwa anamnyanyasa sana. Ndio maana na mimi nilikuwa nawachukia sana wanawake. Lakini Suzy, naomba unisamehe. Kwa sasa una nafasi ndani ya moyo wangu. Basi tumejua sababu nini John alikuwa anawachukia wanawake, na ameonesha hisia zake kwa Suzy. Lakini cha ajabu, Suzy hakumkubali John. Alimkubali rafiki yake John ambaye ni Chris. Basi ilikuwa ni huzuni upande wa John, lakini upande wa Chris na Suzy wakaingia kwenye penzi. Na stori yetu inaishia hapa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare sana. Msimuliaji wako naitwa Baba TZ.